Fahamu njia hizi 8 za kuishinda hofu kwenye maisha yako. Lakini njia ya 4 itakushangaza. Hofu ni kitu kinachowazuia watu wengi kuishi maisha wanayoyataka. Wengine wanaogopa kusemwa, wanaogopa kuanza, wanaogopa kushindwa au kupoteza. Ukweli mchungu ni kwamba hofu imeua ndoto nyingi sana kuliko hata hiyo failure yenyewe. Good news, hofu inaweza kudhibitiwa kama ukijipanga kuikabili. Namba 1, kubali kuwa hofu ni ya kawaida. Watu wengi wanadhani kwamba watu ambao wanaonekana ni strong huwa hawaogopi. Ukweli ni huu, hata watu wenye mafanikio makubwa sana pia huwa wana hofu. Tofauti tu ni kwamba huwa hawaruhusu hofu iwazuie kufanya wanachotaka kufanya. Namba 2, acha kusubiri mpaka ujiamini ndipo uanze. Kujiamini au confidence huja baada ya action, baada ya kuchukua hatua na sio kabla ya hapo. Watu wengi wanataka wajisikie kwamba wako tayari kabisa, wako perfect, hawana hofu ndipo waweze kuanza. Lakini kumbe ukianza kufanya taratibu taratibu, confidence inaanza kujijenga yenyewe. Namba 3, kabiliana na hofu kidogo kidogo. Usikimbie vitu vinavyokuogopesha. Anza hatua ndogo. Mfano, jaribu skill fulani, jifunze jambo fulani, anza project yako au ongea mbele za watu. Kadiri unavyokabili hofu ndivyo nguvu yake inavyopungua. Namba 4, acha kuishi kwa kuhofia watu watakuonaje. Na hii ndio ile pointi niliyokuambia kuwa itakushangaza. Ukweli mchungu ni kwamba watu wengi wako bize sana na mambo yao kuliko unavyofikiria. Na hata ikitokea basi kwamba wanakuongelea, watafanya hivyo kwa muda mfupi na baadaye watarudi kwenye mambo yao. Usiweke maisha yako kuwa mateka ya maoni ya watu. Namba 5, jifunze kukubali failure. Watu wengi waliofanikiwa walianguka, walikosea, walichekwa na hata kukataliwa, lakini waliendelea. Hofu ya kushindwa huwa inapungua pale unapotambua kwamba failure ama kukosea ni sehemu ya ukuaji. Namba 6, linda akili yako. Ukijaza akili yako negativity, kushindwa, comparison, kujilinganisha na watu wengine, habari za kutisha na habari za kukatisha tamaa, unaendelea kuzidisha hofu. Mazingira yako yana impact kubwa sana kwenye confidence yako. Namba 7, kuwa na discipline kuliko feelings. Nidhamu kuliko hisia. Sio kila siku utajisikia motivated au confident, lakini watu wanaofanikiwa ni wale ambao wanaendelea hata kama bado wana hofu, wamechoka au wanajiona dhaifu. Siku zote nidhamu huwa ina nguvu kuliko hisia. Namba 8, kumbuka maisha yanaenda haraka sana. Iko siku utaangalia nyuma na kusema, ni kwa nini sikuanza mapema? Ni kwa nini niliruhusu hofu inizuie miaka yote? Do not allow fear, shame, self-doubt au maoni ya watu ya kuzuie kuishi maisha unaotamani kuishi. Sasa basi, ni muhimu kufahamu kwamba hofu haitoisha kabisa maishani, lakini unaweza kujifunza namna gani ya kuishi nayo, kuikabili na kuendelea mbele licha ya kwamba ipo.